Action. Unamjua huyo? Nakuuliza unamjua huyo? Cut. Baila. Piga kweli kibao tupate uhalisia. Sijaona hapo bado uhalisia. Piga kibao. Sasa hajapiga bwana. Hiyo bado so serious bwana. Hebu tufanye serious. Piga kibao. Watu waone kweli tunafanya. Okay, serious hapo. Haya. Action. Unamjua huyo? Nakuuliza unamjua huyo? Wewe unaleta ujinga wewe. Wewe unaleta ujinga. Sema kama bado sijapata kitu. Bado nini wewe mbavu nini? Tunamwona Kevin maamuzi ni anakosa sasa, anashindwa kwamba aweze kusimama upande upi, lakini pia penzi lake pamoja na Loveness tunaona kabisa kwamba ni liko matatani. Watu wengi sisi tunatamani tuweze kumwona Kevin akiwa na Loveness, na pia tulitamani tuweze kuona ndoa ya Loveness pamoja na Kevin, lakini Tina ni mtu ambaye ni mtu anayeharibu mipango. Sasa Tina na mpango wake, anampenda Kevin, lakini kumbuka Tina amekuwa ni mtu ambaye hana msimamo katika upande wake, yani katika mambo yake waga hanaga msimamo ambao ulionyoka Tina, lakini kama akikupenda ni mtu ambaye anayependa. Hapa yuko na shoga yake, wanapanga mikakati ya kwenda kukutana na Kevin, lakini kumbuka shoga yake ni rafiki pamoja na Kevin. Huyu mwanadada naye ni kama anamuelewa hivi Kevin. Sasa inakuja kuwa ni hatua ni ngumu sana. Loveness kuna vitu vingi sana anatakiwa aweze kuvumilia juu ya Kevin, kwa maana tunaona kwamba penzi la Kevin pamoja na Loveness ni kama linaenda kufika mwisho. Je, ataweza kuvumilia Loveness? Ataweza kushinda mitihani yote? Kwa sasa hivi Kevin ni kama anamuelewa Tina hivi, kutokana na kwamba Tina kuna itikadi ambazo anamfanyia Kevin, aidha katika msaada au aidha katika vitu vingine, lakini pia Kevin naye ni kama mtu anayempa good time sana. Kabla sibonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, achia comment yako kisha share video hii hapa, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata kazi zetu pamoja na update zetu. Tuko hapa kuzungumzia mahusiano ya Loveness pamoja na Kevin. Tunaona kama mahusiano yao kuna watu ambao wanaingilia kati, yani kwamba yasiwepo mahusiano ya Kevin pamoja na Loveness, lakini watu wengi sana walikuwa wanatamani kumuona Loveness akiwa na Kevin, maisha kabisa ambayo ni really tofauti na movie ambazo zinaenda kuigizwa ama sinema ambazo wanakuwa wanazitengeneza. Tamthilia ambazo wamekuwa wakituletea ni tamthilia ambazo tunaona kabisa kwamba kuna nyakati ambazo wanakuwa wanapitia ni ngumu, lakini wanakuwa wanavumiliana kutokana na kwamba kuna upendo ambao wanakuwa wanaonyeshana. Upendo ni mzito sana, upendo wa Loveness pamoja na Kevin, lakini kuna changamoto kadhaa ambazo wanakuwa wanazipitia. Hatujajua kwamba Loveness ataweza kushinda vita hii hapa au Kevin ndo ataweza kushinda vita hii hapa. Kumbuka kuna mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Tina. Sasa ile movie ambao bado natafuta, ukiangalia vizuri, kuna huyu mwanadada Tina, yani inaonyesha kabisa kwamba akamkubali mshikaji ambaye ni Kevin, lakini pia Tina naye anaishi nyumbani kwa mama yake. Mama yake pia naye hamuelewi kabisa Kevin, anamwona kama ni kijana ambaye anayetaka kitonga tu, kwamba ni mtu ambaye anataka ganda la ndizi aweze kusaidiwa na Tina ili aweze kujikwamua kimaisha. Sasa bi mkubwa tunamwona kabisa kwamba anaenda kulipinga jambo hili hapa, na kama hajaridhia kabisa kwamba je, Tina ataweza kusimama kama yeye kumshawishi Kevin. Kumbuka Kevin ni mtu ambaye akijua jambo waga ni mtu ambaye ana maamuzi yake. Mimi nakuacha na hii hapa, tukutane katika next video tujue ni kitu gani. Niliwahi kuja hapa mbele yenu na kuweza kuambia kwamba tamthilia ya Memkwa ni tamthilia ambayo imeweza kupata mapokezi makubwa sana, na si mwingine huyo ni Steve Mweusi, mtaalamu kabisa. Yani mshikaji amezidi kufanya poa sana na mapokezi yake yamekuwa ni makubwa. Sasa katika tamthilia zako ambazo ukikaa ukizitaja pendwa zaidi, uwezi kuikosa kuiweka hii tamthilia ya Memkwa ambayo ni Steve Mweusi. Ukiangalia tamthilia yake kwa sasa hivi ni tamthilia fulani ambayo ameinvest, ni tamthilia fulani ambayo amewekeza. Hemu angalia ufundi ambao ameweza kuwekeza humu katika tamthilia ambayo inafahamika kwa jina la Memkwa. Kuna tamthilia moja ambayo inafanya poa sana, tamthilia ya Dunia. Ni tamthilia ambayo imeweza kuwashika watu, lakini pia kuna tamthilia zingine ambazo zimeweza kupewa nafasi, lakini ukiangalia numbers za tamthilia kwa sasa hivi na numbers ambazo anazopata Crown Vevo ama
Steve Mweusi, I mean kwamba numbers ambazo wanazopata Dunia, numbers wanazozipata Clamvevo, afu uje compare na Steve Mweusi, unaona kabisa kwamba Dunia sasa hivi mpinzani wake ni Memkwa, kwa maana namba ambazo anazozipata hata Clamvevo kwa sasa hivi sidhani kama anawagusa hawa washikaji. Ukienda katika ule ukweli zaidi kuangalia zile namba na mapokezi kwa sasa hivi, mimi nadhani Memkwa inafanya poa sana. Kabla sijaendelea, nikuombe kitu kimoja, drop maoni yako hapo kuhusiana na mtazamo kuhusiana na hizi tamthilia kwamba unaziona vipi, lakini usisahau kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, kisha like video hii hapo, uwe mtu wa kwanza kabisa turn notification, ili uwe mtu wa kwanza kupata kazi zetu. Mimi nimekusogezea taarifa hii hapa ili uweze kujua kwamba kwa sasa hivi Steve ni mtu ambaye anayefanya poa sana. Ukiangalia kwamba kaweza kutoa mashavu kwa watu tofauti tofauti. Ukiangalia katika tamthilia hii ya Memkwa, kwa maana humu ndani kuna Msomali, humu ndani kuna Mr. Mwanya, humu ndani kuna wanani ule wanamuita, ni mshikaji ambaye anayefanya poa sana. Wote ambao nimekutajia namba zao, ukiangalia katika social network zao sio namba za kitoto, ni namba kubwa zaidi ambazo zinafanya poa na bado zinapendwa sana na kazi zao. I mean kwamba kazi zao zinapendwa pindi ambapo wanapokuwa wanaachia katika mapokezi yao. Sasa Steve Mweusi kaweza kuwapa shavu, lakini pia kumbuka kwamba kuna mtaalamu pia mwingine ambaye ni Mjeshiki Kofia, anafahamika kwa jina la Ndalo, ni mshikaji kutokea Kigoma. Kiukweli kaweza kuiteka sana tasnia ya comedy, lakini Memkwa hii hapa nadhani wamekuja kiutofauti. Mimi bwana, nadhani tuwapigie makofi kidogo ama tuweze kuwapa congratulations, kwa maana wamefanya kazi nzuri. Mimi Memkwa kwa sasa hivi ukinitajia katika tamthilia pendwa, hatuwezi kuiacha kuiweka hii Memkwa, lakini pia licha ya Dunia kufanya poa zaidi kwamba namba zake kuwa kubwa, lakini kwa sasa hivi Steve Mweusi kabisa tunaona kwamba anaenda kukompea na Dunia. Ukiangalia hizo namba, mimi kwa sasa hivi Clamvevo na tamthilia yake ya Big Boss siwezi kumpa chance kubwa sana kutokana na mapokezi yake, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye anayechelewesha kazi sana kwa mashabiki zake. Imekuwa tofauti na hapo before, ama imekuwa tofauti na kipindi cha nyuma. Clamvevo alikuja na tamthilia yake moja pendwa sana, ilikuwa inaitwa Snake Boy. Ni tamthilia ambayo iliweza kuteka headline, ni tamthilia ambayo iliweza kuwateka watu wengi zaidi, lakini kwa sasa hivi tunaona kwamba Dunia, ama kweli haya mambo yanaenda na nyakati, na wakati wa Mungu ndo wakati sahihi. Nadhani Steve Mweusi kaweza kupindua hili game, na Baba Sima ambaye yupo katika tamthilia, naamini kabisa kwamba wameweza kupindua huu mkeka. Sasa hatujajua kama Clamvevo analiona hilo ama anajipanga aje upya zaidi ili aweze kuteka zaidi na zaidi mashabiki zake, aendelee kuwapa kile kitu ambacho mashabiki zake walikuwa wanahitaji. Sasa mtazamo wako nasubiri achia hapo chini kutokana na mtazamo wako. Je, una mtazamo gani kuhusiana na hii kazi ya Steve Mweusi ambayo inafahamika kwa jina la Memkwa? Nimekwambia kwamba hii kazi hapa chukua nafasi kubwa sana kutokana na numbers zake ambazo zinazoonekana. Ukiona tamthilia ambayo ina namba kama hizi za Steve Mweusi katika Memkwa, ama ukiona numbers hizi hapa zinaonekana katika Dunia au Clamvevo anakuwa na namba hizi hapa, it means kwamba mapokezi yao katika kitaa ama katika mtaa, mapokezi yao yanakuwa ni makubwa sana. Sasa washikaji, kiukweli kwa sasa hivi tuweze kuwapa nafasi yao, kwa maana washikaji wanafanya poa sana na wameweza kuteka game la bongo movie la tamthilia hizi hapa. Na idhani Memkwa watu wamezidi kuipenda sana kutokana na mambo yao humo ndani. Ukiangalia kuna scene moja ambayo imeweza kuonyesha Steve Mweusi akiwa na wanae wameweza kubeba jeneza, wameingia nalo paka shuleni, lakini pia Steve Mweusi ni mtu ambaye anayeingilia mambo ambayo hayamuhusu. Sasa kipande cha video ambacho nakiona hichi hapa, alikuwa anashindana na Msomali kuimba, lakini ukumbuke Msomali ni msanii wa singeli ambaye kiukweli hakamatiki. Kila ngoma kwake ni hiti. Ni kama sasa hivi ana ngoma yake moja anakuambia mimi ndo yule namfundisha kutoa kitu, mimi ndo yule namfanya disco aluke. Sasa ni Msomali ambaye anayefanya poa sana katika game la singeli kiukweli. Ukitaja katika vijana ambao wana bluza
kwa maana wanafanya poa kiukweli. Msomali huwezi kuacha kumweka, anajiita Vitamin, na kweli vitu vyake ni vitamin ya kutosha. Ukiangalia ngoma ambayo sasa hivi ina trend hii hapa ni Mnyamwezi kaweza kutulia yeye. Sasa Steve amekuja kuchekesha mbele ya Msomali, kwa maana watu wote wameweza kumkataa, lakini Msomali kaweza kupewa nafasi ya kutosha sana. Mimi naomba nikuache na video hii hapa, tukutane katika next video ili tuweze kujua kwamba ni tamthilia gani nyingine ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa sana katika ufuatiliwa na tamthilia gani ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa katika numbers. Mimi nakuacha na hii hapa, tukutane next video. Suni waisha ufunguo basi. Nakuja bwana wewe. Leta huko. Yaani mimi niliambiwa kabisa yani. Usioe wanawake wembamba wanagubu kama nini, na najionea hapa sasa hivi. Yesu! Ndio ushanipenda, nimekuchanganya akili na ndio maana umenioa. Wakati unanioa hukuwaona wanawake wanene? Sina namna wapi, wewe nimeamua kukustiri tu mimi. Mimi na wanawake wembamba wapi na wapi? Napenda wanawake wanene, mtoto akipita shepu, mwenyewe ukimwangalia mate anakutoka. Sio wewe, uchezi mbele wala nyuma. I don't want peace. Unishtui wala nini? Kwa taarifa yako, mimi mwenyewe nimekufanyia hisani tu kuolewa na wewe, usije kwa na wanaume wenzio. Mimi napenda wanaume wanaoenda gym, wametanuka vifua kama John. I want problems always. Wewe unamzungumzia John huyu? Wanaofanya mazoezi au wamejaza vifua wanaficha madhaifu yao. Unakuta juu kaja chini hamna kitu. Hamna kitu? Kwa John, niulize mimi. Baada ya kufanya movie yake poa sana huku mtaani ambayo inafahamika kwa jina Bado Natafuta, Kevin amekuwa ni mtu ambaye anapata mapokezi mazuri sana. Sasa tunazungumzia movie ambayo iliweza kupata mapokezi mazuri na nadhani iliweza kumpa jina zaidi na kufahamika zaidi. Tunazungumzia movie ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la Mtoto wa Bosi na Mdada wa Kazi. Ilikuwa na mapokezi mazuri sana huku mtaani na watu walitokea kuipenda zaidi, licha ya kuwepo tamthilia kadhaa ambazo zilikuwa zinafanya vizuri katika platform ya YouTube, lakini paka huku mtaani zimekuwa hizi tamthilia zikifika na watu zimekuwa zikiwafikia vyema zaidi. Nimeweza kusogezea uchambuzi wa movie ambayo kwa sasa hivi anatambana, ambayo inafahamika kwa jina Bado Natafuta. Ukifuatilia hii movie yuko na mahusiano na mwanadada Tina, lakini ukifuatilia kazi ambayo ameweza kuimaliza ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la Mtoto wa Bosi na Mdada wa Kazi, alikuwa na mahusiano na Loveness, lakini huko hii hapa movie ambayo Bado Natafuta yupo na mahusiano na mwanadada Tina. Lakini mwanadada Tina kama kawaida hajawahi kukosaga mambo ya kuwa vulumai. Kila siku ni mtu ambaye yeye waga ni upande wake mambo waga yana roast. Tunadhani hata mashabiki zake wanamjua kabisa kwamba Tina ili aweze kukaa katika usika mzuri ni lazima kwamba mambo yake yaende vibaya. Ni mtu ambaye hajawahi kufanya kitu ama kufanya tendo ambalo likatimia vyema zaidi na mashabiki wakaja kumpongeza, lakini nadhani mashabiki zake wanampenda hivyo. Lakini upande wa Kevin siku zote tumeweza kuona ni mtu ambaye huwa anatia huruma, ni mtu ambaye anapendwa zaidi na mashabiki zake. Hata movie zake ukiziangalia zaidi waga anasimama upande ulio sahihi zaidi, naweza kusema hivyo kutokana na mashabiki zake wanataka kwamba awe upande gani, na yeye tayari kashajua kwamba mashabiki zake wanahitaji awe upande gani. Sasa tamthilia ambayo Bado Natafuta ni tamthilia ambayo kwa sasa hivi inafanya vizuri sana katika platform ya YouTube, lakini pia huku mtaani imeweza kupokelewa vyema, licha ya kuwepo kwa tamthilia kadhaa ambazo kwa sasa hivi zinafanya vizuri. Tuna tamthilia kama Dunia, ni tamthilia ambayo imekuwa pendwa sana na watu, lakini pia tuna tamthilia ambayo inafahamika kwa jina la Memkwa. Pia tuna tamthilia nyingine ambayo inafahamika kwa jina la Pressure ambayo inatoka kwa Chado Master naye amekuwa ni mtu ambaye anakamua sana katika upande wa kazi zake. Ukiangalia Mission Impossible na kazi kadhaa ambazo ameweza kuzifanya hapo kipindi cha nyuma, ni mtu ambaye anayefanya poa sana. Lakini pia Steve huwezi kuacha kumuongelea na tamthilia yake mpya hii hapa ambayo inafahamika kwa jina la Memkwa. Lakini kuna mtu mmoja aliweza kuposti kipande cha video cha Memkwa ambacho kipo kinamuonyesha Steve akiwa na Andalo, lakini kuna mtu alikuja kureplay ama alikuja kucomment, nadhani
alikuwa ni shabiki huyu hapa, akasema kwamba najitahidi sana kuielewa hii movie ya Memkwa, lakini nimeshindwa zaidi kuielewa. Nadhani tuweze kumshauri kitu kimoja upande wake, kwamba aanze mwanzo kuifuatilia mpaka sehemu ambapo lipofikia. Huenda akawa ameianzia katikati au huenda ameianzia kipande ambacho kilichofuata, kwa maana baadhi ya watu wamekuwa wakiongelea vyema zaidi hii movie ya Memkwa, lakini nilikutana na komenti yake ambayo alikuwa ni peke yake, nadhani kwa akiwa anaiongelea series ya Memkwa kwamba hajaielewa kabisa kwamba ni kitu gani ambacho wanafanya. Lakini ukiingia upande wa numbers, ukiingia katika upande wa mapokezi, ni mapokezi makubwa kiukweli hii tamthilia imeweza kupata. Kwa sasa hivi tukizungumzia dunia ama tukizungumzia tamthilia ambazo zinakuwa zina numbers nyingi sana, tutaizungumzia dunia, lakini tutaizungumzia hii Memkwa, tutamweka na Clamvevo ambaye anatamba na tamthilia yake ya Big Boss. Lakini pia kuna tamthilia nyingine ambayo watu wanaichukulia poa, lakini nadhani inazidi kufanya vizuri ikiwa na numbers vizuri. Kuna tamthilia moja ambayo inafahamika kwa jina la Pasua Kichwa, nadhani inaruka katika channel moja ya Vevo Wood katika upande wa YouTube, na ni tamthilia ambayo na yenyewe naona kabisa kwamba numbers zake zinakuwa ni nzuri zaidi. Lakini pia kuna watu kama kina Pasa, na ukiangalia numbers zao katika tamthilia ambazo wanazozifanya, nadhani mapokezi yao yanakuwa ni makubwa zaidi, licha ya kwamba tunawaangalia hawa ma public figure ambao tumeshawazoea zaidi. Lakini ukimfuatilia Pasa, ukimfuatilia Dubu, ni watu ambao ukiangalia numbers zao zinatisha, lakini unaweza kusema kwamba mbona kwenye headline media haziwazingatii sana. Sasa jambo kubwa jingine ambalo tumeweza kulipokea mashabiki ni jambo ambalo linamhusu Leonardo ni kwamba Leonardo ni mchekeshaji, ni mtu ambaye ni content creator ambaye anafanya comedy. Lakini pia kwa sasa hivi kuna tamthilia ambayo ameweza kutuletea, kwa maana na yeye kaamua sasa kudondokea huko ambako wanako utampa wao. Sasa kaamua kuja kuonyesha umwamba kwamba na yeye anaweza, kwamba wasije wakamchukulia poa tu, lakini kwamba sio upande tu kwamba kutengeleza hivi vibonzo ambavyo vinakuwa vinaanzia dakika 10 mpaka dakika 1, lakini kwa sasa hivi ametuletea tamthilia yake unaipata katika upande wa akaunti yake ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Mashaka. Nadhani kwa mapokezi ambayo ameweza kuyapata kutokana na kwamba ameweza kudondokea katika game la tamthilia ambalo kuna wenyeji tayari ambao washamtangulia, kwa numbers ambazo ameweza kuzipata upande wake, nadhani anatakiwa aweze kujipongeza, licha ya kwamba kuwa na jina kubwa ama kuwa na ile kufahamika zaidi, kuwa famous. Sasa tunaongelea kwamba episode ya kwanza ya Leonard ambayo inafahamika kwa jina la Mashaka, hiyo tamthilia yake tunazungumzia ikiwa na watazamaji zaidi ya 62,000, lakini season 2 pia ameweza kuiposti hapo jana, ambayo ina siku moja ina watu 25,000. Haya ni mapokezi mazuri sana upande wa Leonard. Nadhani haya hapa ni mapokezi makubwa zaidi katika jamii ama katika kuwafikia watu kadhaa. Hii kazi ambayo ameweza kuitengeleza ama tamthilia ambayo ameweza kuiandaa, tumeweza kushuhudia ma content creator kadhaa ambao wamewahi kudondokea upande wa tamthilia za YouTube na wameshindwa kabisa kupata mapokezi mazuri. Tunaweza tukamwongelea Mr. Mwanya ambaye aliweza kutuletea tamthilia kadhaa hapo kipindi cha nyuma. Tamthilia zake hazikuwa na mapokezi makubwa zaidi. Kuna tamthilia moja ambayo aliileta kwamba ilikuwa inaitwa Msela, haikuwa na mapokezi makubwa sana, lakini pia kuna watu kadhaa ambao wamejaribu kufanya huko YouTube. Tukimzungumzia hata Nkonzala, naye amewahi kutuletea tamthilia kadhaa ambazo mapokezi yake yanakuwa sio mazuri, kwa maana nadhani mwendelezo anakuwa hana zaidi, anakuwa na dili na platform zingine, lakini upande wa YouTube mwendelezo unakuwa ni hafifu sana, na hisi kutokana na mapokezi kuwa madogo. Nadhani kama ungekuwa napata mapokezi makubwa kama kina Steve Mweusi, Dunia, ama tungekuwa napata mapokezi kama ya Clamvevo, nadhani wangeweza kukomana YouTubers, nadhani na kazi tungeweza kuziona. Kwa sasa hivi nadhani wao wanadili na platform zingine. Ukiangalia numbers zao katika mitandao mingine tofauti na YouTube, wanapata namba kubwa sana tofauti na YouTube. Lakini pia hatuwezi kumsahau Steve Mweusi katika hizo platform zingine ambazo tunaweza tukazizungumzia tofauti na YouTube. Ni mtu ambaye ana numbers kubwa sana, ameweza kuwazidi waigizaji wengi
wengi, tukimzungumzia kama Kevin ambaye kwa sasa hivi anatamba na movie ya Bado Natafuta, lakini pia hapo awali kama nilivyokuja kukujuza kwamba aliweza kutamba na tamthilia ambayo ilikuwa inafahamika Mtoto wa Bosi na Mdada wa Kazi. Sasa mshikaji ambaye ni Kevin, ukiangalia platform zake za mitandao mingine ukitoa YouTube ambayo ina 1.2 ukija upande wa Instagram hana wafasi wengi zaidi, ana zaidi ya watu followers ambao wameweza kumfuata ni 80,000 na pointi kadhaa. Lakini ukija upande wa Steve Mweusi ni mtu ambaye tunazungumzia yupo katika upande wa milioni, lakini pia Facebook yuko upande wa milioni. Kevin nadhani Facebook milioni hajafika. Tunamzungumzia upande wa TikTok milioni kaweza kufika pamoja na Loveness, lakini wasanii wake kadhaa ambao kama Tina na wasanii wengine ambao kama Nyuki hawajafika kabisa hata milioni moja. Huenda wengine kama tunamzungumzia kama Nyuki ama Tina kwa sababu wamekuwa ni watu ambao wanacheza upande wa ubaya tu katika movie ambazo anakuwa anaziandaa Kevin. Sasa wao wamekuwa na watu wachache zaidi. Sasa sijajua mpaka maisha halisia kwamba wanakuwa wanachukiwa au vipi kutokana na followers ambao wanao. Ukiangalia Loveness kwa sababu yuko upande mzuri wa Kevin, ni upande ambao wanakuwa wanaonea huruma. Kiukweli ukiangalia followers wake ana followers wengi zaidi ya kumzidi Tina, Nyuki, yani kwamba ukizungumzia wasanii ambao wako chini ya Kevin, ukimtoa Kevin mwenyewe upande wa TikTok, upande wa Facebook na upande wa Instagram, tunampa huyu mwanadada ambaye ni Loveness. Mara nyingi amekuwa akicheza kama yupo kwenye mara nyingi waga anacheza upo kwenye mahusiano naye. Sasa ni mdada ambaye na yeye ana numbers kubwa sana katika upande wa mitandao, lakini upande wa YouTube sije kuona YouTube yake, na ime kwamba ndani tusubiri kama kuna jambo lolote ambalo ataweza kutujuza kuhusiana na platform hiyo ya YouTube ambayo imekuwa ni ngumu zaidi. Tunaweza tukampongeza upande wa msanii mmoja ambaye ni Clam Vevo, amekuwa na mshikamano mzuri sana na wasanii wake, ama amekuwa na mawasiliano mazuri sana na wasanii ambao anaokuwa anafanya nao kazi. Tumeweza kumuona kama Kipala Blandi, Mwakatobe, lakini pia Eliza Mideko na watu kadhaa ambao wameweza kutoka kwa Clam Vevo. Ni watu ambao kwa sasa hivi ukiwaangalia ama ukiwazungumzia kwenye headline unazungumzia ni watu ambao wana pesa na akaunti zao ni kubwa sana. Sijajua kwamba mshikaji waga na siri gani ambayo waga anawapa au waga anawatengeneza then kwamba anawapa maarifa kwamba nendeni sasa mkafanye 1 2 3. Ukiangalia namba za wasanii ambao nimekutajia ambao wameweza kutoka kwa Clam Vevo, namba zao ni kubwa zaidi. Sasa mimi naomba nikuache katika video hii hapa ili tuweze kukutana next video, tuweze kujua kwamba ni kitu gani ambacho kinachoendelea katika tamthilia ambazo zina mapokezi makubwa sana huku mtaani. Mimi nimekusogea hapa kwa ajili ya kukujuza kwamba mapokezi ya tamthilia sasa hivi, tamthilia ambazo zimeweza kupokelewa vyema zaidi, nimeweza kuzifafanua hapo na kuzichanganua zaidi. Lakini nikuombe kitu kimoja, usisahau kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe, acha comment yako kutokana na mtazamo. Mimi nakuacha na hiyo.